Hivi unadhani ile vita ungeiweza? Hapana, singeiweza. Kill, mimi nimeokoa maisha yako kwa sababu nakupenda, na nipo tayari kufanya chochote na kubadilishia maisha yako hapa duniani kwa sababu tu ya mapenzi. Vipi kuhusu mahusiano wangu nilionao kwa sasa? Mahusiano yako yatabaki kama alivyo, kwa sababu sitamani wala sitojisikia vizuri kumwona Leila anapitia wakati mgumu kwenye masomo yake kwa ajili yako. Okay, sawa. Mimi nimekubali. Hivi kweli unanipenda? Nakupenda. Upo tayari kuwa na mimi? Ya, nipo tayari. Kill, kama kweli umesema unanipenda kutoka moyoni, basi nataka nikupe nguvu. Washirika wenzangu. Ndio mkuu. Nataka niwaambieni kitu kimoja kwanza. Sasa hivi mbele yetu tuna vita kubwa sana. Vita gani hiyo mkuu? Kuna jini anaitwa Umi Subiani, na huyo jini yupo katika upande wa Kili na Lafa. Mkuu, imekuwaje vita yetu na Kili imeingiliwa na jini? Swala hili chanzo chochote ni Kili. Mkuu, kwa nini chanzo ni Kili? Ewa, kuna mganga anaitwa Niwawa, na huyu mganga anataka kitabu, na kitabu hicho kipo kwa bibi yake Kili kune mkoba, na hicho kitabu mganga huyo kamwahidi Kili, kitabu kikifika kwake Kili atashinda hii vita. Na hicho kitabu kabla bado hakijafika kwa Kili, inabidi sisi tukikamata hicho kitabu kifike kwetu. Sawa? Ndio mkuu. Mkuu, kwa hiyo tufanye nini ili Kili asishinde hii vita? Safi sana. Inabidi tupate damu ya mimba iliyochanguka. Mkuu, kuna ulazima gani ya kunywa damu ya mimba iliyochanguka? Safi sana mjomba Lozi. Kupata ile damu ya mimba iliyochanguka ndio sevu yetu sisi. Tutakuwepo na nguvu na nguvu na nguvu zaidi. Sijui umenielewa vizuri? Ndio mkuu. Na vile vile kabla bado kitabu akijafika mikononi kwa Kili au kwa mganga, tuwe tushakipata sisi. Mmenielewa? Ndio mkuu. Mkuu, tupata wapi hiyo damu? Anengalawa unitango malovela kunogwa nelo uninguma ila undipilikana uninguma ila malovela akula yani ngunogwela muntima mwangu. Wale vijakazi wangu wale wawili, mmoja wapo ni mjamzito, inapaswa ile mimba tuichangue tupate ile damu kuinywa. Hata vile vile wale majini wanatumia ile damu. Sijui mmenielewa vizuri? Ndio mkuu. Mmenielewa vizuri? Ndio mkuu. Nelo tokatongo malovelo nangu nelo isungu yangu inichimika sana nguvenda mauzi. Ayu mwana Kili madudi ninkamula ngwi. Ayu mwana lijini aningukila angu kwenye chinu chimo. Chali akini isungu yangu ninyilitika sana nguvenda lukowe ya imbogwa. Ngunembe ngunkamuja yani Kili. Mdipilikana? Kwetu mwanda uno. Ndigwe? Tuuke. Mama Iba, mkuu katoa mpya. Unajua hili swala la kunywa damu tena ya mtu alotoa mimba. Mwenzangu uchawi ni mgumu. Yaani mpaka najuta kwa mchawi. Nasomi kada yote ile uchawi. Yaani hii vita hapa ilipofikia, hata niambiwe nile mavi nala ili mradi tu nimnyoshe Kili, maana anajitapatapa sana. Ngoja tuone. Hakuna cha kuona, yaani hapa ni kunywa damu mwanzo mwisho. Yaani iwe isiwe kunywa damu.
Ah? Toka mwanangu. Sam. Vipi? Kuna fresh? Mbona nashukuru Mungu bwana. Anaambia. Nipe mrejeshi. Sasa bana, nimepata majibu sahihi ya kile ambacho tulikubaliana niende nikakifanye kazi. Na iko hivi, nimechunguza kwa makini, nimemfahamu mvulana wa Zuena. Huyu kijana anaitwa Chedi, anakaa kijiji kimoja hapo kinaitwa Mtenguleni. Chedi. Ndio, Mtenguleni. Ili jina ni geni kwangu. Okay. Vipi kuhusu mvulana wa Sharifa? Upata taarifa zake? Yani sikutaka niende mbali sana kwa sababu tudili kwanza na huyu Chedi. Huyu ndo atatupatia majibu sahihi ya hawa watu wawili, kwa sababu hawa hii tabia wanaifanya wakiwa pamoja. Kwa na imani huyu Chedi anamfahamu mvulana wa Sharifa. Cha kufanya hapa ni kumpata huyu Chedi, sawa? Na kumpa kibano. Najua atatuambia Sharifa yuko wapi na Zuena yuko wapi. Sawa sawa. Tusiposimamia hili swala, hawa watoto wataleta uzembe. Na sisi tunawekeza pesa zetu katika shuleni. Tusipoteze muda. Ngoja tujiandae. Wewe nitakutafuta. Haina shida. Leo tuanze kudili na huyu mtu. Okay, sawa. Fanya hivi. Haina shida. Haina shida mwanangu. Pema, karibu. Haya bwana. Naona umechukua muda kidogo kunisubiri. Sana, nimekusubiri sana. Samahani bwana, kuna mambo yaliingiliana kidogo. Sawa kabisa. Ila nadhani sijachelewa. Ndugu yangu, nimekuita hapa uweze kujadili kuhusu swala la mtoto. Maumivu ninayopitia ndani ya moyo wangu unaniuma sana, tena sana. Na maumivu wa kutoa ni wewe. Ila sio Rashma. Kwa sababu wewe ndio unajua kalamu ulizotumia. Kuanzia Rashma ni mdogo mpaka pale alipofikia. Kaka, mimi nimekuelewa. Wewe kama mwanaume mwenzangu, sisi wote ni wanaume. Na anasema leo kwako, kesho kwangu. Hivyo wewe kama mwanaume mwenzangu, mimi lazima nisimame. Najua ni maumivu kiasi gani unapitia kwa sasa juu ya Rashma. Ila kaka, nikisema unilipe gharama ambazo nimeanza kulea mimba mpaka kazaliwa Rashma mpaka alipofikia, na imani hutaziweza. Ila nafanya kwa sababu mimi ni mwanaume na wewe ni mwanaume. Kuna leo na kesho. Na kuahidi kaka, nitalifanyia kazi. Ila yule ni mwanamke. Lazima nitumie akili nyingi sana kumshawishi ili aingie kwenye lile jambo ambalo nalitaka mimi. Japo wanasema pesa si kitu. Pesa haiwezi kufanya kila kitu. Haiwezi kuvua thamani ya utu wa mtu. Ila inaweza kumshawishi na akapunguza yale maumivu na majonzi aliyokuwa nayo moyoni mwake. Sawa ndugu yangu. Pesa kwangu sio tatizo. Nachohitaji mimi ni mwanangu tu. Haja kalama yoyote ile mimi nitakupa. Na hii nakupa ni shukrani na kumlea yule mtoto mpaka pale alipofikia. Ukisema unitajie ulipoanza mpaka sasa hivi, nitashindwa. Lakini naomba unisaidie. Kaka, mimi naomba unitafutie tu 500,000. Na imani nitakuwa nimemloga pakubwa sana, hawezi kuruka. Sawa. Pesa si tatizo. Nachohitaji mimi ni mwanangu. Nitakutafuta basi. Sawa kaka, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Basi sawa ndugu yangu. Sawa kaka. Basi sawa, tuwasiliane. Haya, shukrani. Haya, asante. Sasa Sheki,
Mbona kama tunaanza kubishana? Tulishakubaliana sasa hivi. Tukishapata majibu hili swala, basi tunaenda moja kwa moja kwenye uongozi wa serikali. Sam, nimeshakwambia kwanza huyu kijana tumtafute Chedi, tumtie mbaroni, tumpe kibano. Haiwezekana chezea nyumba zetu. Unachosema wewe? Ndugu zangu, nimekuja hapa, kuna jambo nataka niwaeleze. Jambo gani tena? Nyinyi na ndugu zenu wamepotea katika mazingira ya kutatanisha. Nyinyi mnadhani kuwa wapo kwa wavulana, lakini si hivyo. Kuna chochote unakifahamu jua hili? Ya, mimi nafahamu kila kitu, kuwa ndugu zenu wamechukuliwa na wachawi, wamefichwa na wachawi. Na wachawi? Na hamtakiwi kufanya kitu cha aina yoyote ile ambacho mmepanga kukifanya. Utakunaambia wewe ni mganga, si ndio? Hapana, mimi sio mganga, ila naweza nikawathibitishia. Sam, unamwelewa? Sasa ndugu yangu unanifurahisha sana. Sasa wewe unawezaje kututhibitishia? Cheki. Basi sawa. Sikiliza brother. Kama unaweza kututhibitishia sawa. Tuthibitishie tuone. Au unasemaje Cheki? Unataka ni mganga? Basi naomba tuthibitishie. Mimi naweza nikawathibitishia hilo. Fuate. Sawa, ina shida. Jaki mdogo wangu, huwezi amini leo nina furaha vibaya mno yani. Haya niambie kulikoni? Nimeongea na baba mlezi wa Rashma. Amekubali kunipatia Rashma. Ila sasa wahitaji shilingi 500 uweze kunipa Rashma. Kweli Mungu ni mkubwa. Haya, na mama Rashma naye? Mama Rashma atakubali tu. 500 kwa marejesho haya asikubali? Lazima akubali. Kweli pesa inaongea. Haya, na kuhusu Ibra? Kwa Ibra nishamwaga pesa. Ibra muda wote anaingia. Paza anamleta. Upaza? Baza ndo nani? Jaki, sio kila mtu mpaka umjue. Kwa hiyo lakini unaiona ni ndogo sana. Kupaza. Hii deal unaenda kufanya deal hatari. Sawa? 200 sio kitu kwenye utu wetu sisi. Naweza tukaachia maisha yetu. Cha kufanya, weka 1,000,000 mezani, fanye kazi. Bila 1,000,000 kufanya kazi. Umetuelewa? Okay, sawa. Mimi nimewaelewa. Hii deal unaenda kufanya deal hatari. Sawa? 200 sio kitu kwenye utu wetu sisi. Naweza tukaachia maisha yetu. Cha kufanya,
Weka milioni 1 mezani, fanye kazi. Bila milioni 1 kufanya kazi. Huyu jamani nani? Nami nijueje jina langu? Tena nanita kupaza. Hawa watoto naona analetea watu ambao siwaelewi. Ila angenijua. Kwa sasa natakiwa niwe makini sana, vinginevyo utanitia kwenye hatari sana. Niona. Mbona tatiza mwanangu? Mbona tuzingua? Kuna nani? Sio biti mmoja pale? Okay, sawa. Mbona tukuelewi? Najua hamwezi kuona. Subirini. Oya, unatuzingua mwanangu. Subirini naonyesha. Ana mimba. Nisikilize. Acheni kelele na mnisikilize kwa umakini. Takama bwana ana mimba. Lile eneo kwa sasa hivi ni hatari sana kwenu. Hii subirini. Subirini. Si mnataka ndugu zenu? Kwa tunafanyaje? Mimi nilolianzisha. Subirini nikalimalize. Umesikia? Nyie. Ana mimba eti. Jomba. Tulieni tulimalize hili jambo. Pale ni hatari sana kwenu. Sogea. Bora ulipojileta, umeingia mwenye kwenye mtego. Ngoja nikuonyeshe. Wewe ni mchawi kati ya vile vijichawi vijidogo. Sasa hivi mnapoona hapo hawezi kufanya kitu chochote. Hapo walipo akili zao zipo katika ulimwengu mwingine kabisa. Sasa basi, subirini. Mjomba. Kaka. Zuena. Kaka. Zuena mdogo wangu Zuena. Wewe niko hapa kwa ajili ya kuwatetea wanyonge na watu wasiokuwa na hatia.